Ongeza sauti yako zaidi. Ay, 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 ay. Over time. Zame makofi yetu sasa. 1, 2, 2, 3. Vigelegele wapi? Wa baba sijasikia miluzi. Aya.
Baba, tunasema ni asante kwa ajili ya saa hii. Wema wako ni wa nguvu sana katika maisha yetu. Uzima wako ni wa ajabu sana katika maisha yetu. Mungu, asante kwa kuwa yale unayozidi kuyafanya katika maisha yetu ni makubwa mno, ni ya ajabu sana. Peke yako wewe ndiye unayestahili. Maneno hayatoshi kuelezea jinsi ambavyo unajifunua na kujidhihirisha kwetu siku baada ya siku. Bwana, libarikiwe Bwana jina lako, na jina lako Mungu litukuzwe, katika jina la Yesu Kristo. Wote tuseme amen. Amen. Unaweza ukampa Yesu Kristo makofi. Hallelujah. Thank you Jesus. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabla sijaingia katika yale ambayo nataka kuyazungumza katika siku ya leo, nakumbuka wiki iliyopita nilizungumza mbegu na chakula. Leo nataka nizungumze faida za utoaji, lakini kabla sijazungumza faida za utoaji, kuna neno ambalo limekuwa likizungumza na mimi tangu alfajiri ya leo, na nataka nilizungumze pia, alafu tuende katika somo. Haleluya. Kitabu cha Mathayo mtakatifu sura ya 19 na mstari wa 16. Mathayo mtakatifu 19:16. Anasema hivi: na tazama, mtu mmoja akamwendea Yesu akamwambia, Mwalimu, nitende jambo gani ili nipate uzima wa milele? Baba, ukayabariki maneno haya katika jina la Yesu Kristo. Amen. Huyu ndugu alienda kwa Yesu. Alichokuwa anakiomba, naomba unielewe vizuri sana, alikuwa anaomba kujua namna gani anaweza akarithi uzima wa milele. Bwana asifiwe. Ungekuja kuniuliza mimi leo namna gani naweza nikarithi uzima wa milele, ningekujibu kirahisi sana, mpokee Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Ila kwa sababu Yesu alikuwa hajafa, na kwa sababu walichokuwa wanakitumia kwa wakati huo zilikuwa ni amri zile 10, Yesu akamjibu hivi. Angalia mstari wa 17. Yesu akamwambia, kwa nini kuniuliza habari za wema? Au kusoma tafsiri nyingine nasema, kwa nini unaniita mwema? Aliye mwema ni mmoja tu, yani ni Mungu. Lakini ukitaka kuingia katika uzima wa milele, zishike amri zake. Alichokuwa anamwambia, shika zile amri 10. Na mnajua nilishawahi kufundisha wakati fulani hapa kwa habari ya amri 10, ya kwamba zimegawanyika katika makundi mawili. Amri ya kwanza mpaka ya 5 inazungumzia mahusiano yetu na Mungu na mahusiano yetu na wazazi. Amri ya 6 mpaka ya 10 inazungumzia mahusiano yetu na jirani yetu. Haleluya. Kwa yule Yesu akamwambia hivi, angalia, akamwambia zishike amri 18. Anasema maneno haya, akamwambia yule mtu, akamwambia ni zipi? Yani anajaribu kumuuliza Yesu, hizo amri ni zipi? Kumbuka anauliza namna ya kurithi uzima wa milele. Yesu akasema ni hizi. Akamwambia, sasa Yesu alienda moja kwa moja kwenye amri zinazozungumzia mahusiano yake na wanadamu wengine. Akamwambia ni hizi: usiue, usizini, usiibe, usishuhudie uongo. 19 akaenda inayozungumzia mahusiano yake na baba, waheshimu baba yako na mama yako, na mpende jirani yako kama nafsi yako. Sasa hizi ndizo amri zilizokuwa zinamwezesha huyu ndugu kurithi uzima wa milele. Sikiliza huyu ndugu alichokisema. Akasema maneno haya. Yule kijana akamwambia Yesu, haya yote nimeyashika tangu nilipokuwa mtoto. Nimepungukiwa na nini tena? Yani ukizungumzia masuala ya amri niko sawa. Kwa hiyo kumbuka swali lake la msingi lilikuwa anauliza namna ataurithi uzima nini? Si ndio tuko hapo Yesu akamwambia, nimekumbuka kitu kingine. Kuna hiki nacho. Hicho kama hujakifanya ngumu sana kurithi uzima milele. Kipi hicho? Yesu akamwambia, ukitaka kuwa mkamilifu kabisa, enenda ukauze vyote ulivyo navyo, uwape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni, kisha njoo unifuate. Yesu aliingiza the component of giving. Na ndio maana nilikwambia utoaji ni ibada. Watu wengi sana ni rahisi kuokoka,
na kusema tumempokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, na ya kwamba Yesu anatawala maeneo yote ya maisha yangu. Lakini kuna eneo moja kwa zaidi ya miaka 30 ambayo nimekaa katika wokovu, ni gumu sana kutawaliwa na Yesu katika maisha ya wengi: fedha. Fedha. Watu wako tayari kumfungulia Yesu vyumba vyote aingie, lakini chumba cha fedha na mali huwa ni chumba kigumu sana kukifungua. Watu wako tayari kuokoka kwenye maeneo yote, lakini ni ngumu sana kuokoka kwenye eneo la fedha. Wengi sana, wengi mno, mpaka watumishi wa Mungu wanaohudumu madhabahuni kama mimi, ni ngumu sana kuokoka kwenye eneo la fedha. Wengi sana tuko tayari kuokoka kwenye mengine. Naweza nisiwe mzinzi, naweza nisiwe sijui mlevi, naweza nisiwe sijui nini mwizi, lakini eneo la fedha na mali wengi wetu limetushinda. Limetushinda. Na ndio maana Yesu akamwambia, unataka kunifuata, unataka kuingia katika ufalme wa milele, hakikisha umeuza vyote ulivyo navyo, alafu njoo unifuate. Angalia mstari wa 22. Hiki ndicho wengi tunachokifanya. Yule kijana aliposikia neno hilo, akaenda zake kwa huzuni, kwa sababu alikuwa na mali nyingi. Na hili ndio shida kubwa wengi. Wengi sana wakisikia eneo la utoaji, huwa wanaenda zao kwa huzuni. Ameingia na huku tena, ananitaka nifanye na hiki tena, amegusa na maeneo haya tena, anataka nitoe na huku tena. Yani ni rahisi sana kumwambia mtu njoo tufunge siku 40, akaja tukafunga. Ni rahisi sana kumwambia mtu twende tukashuhudie mtaani, tukaenda tukashuhudia. Ni rahisi sana kumwambia mtu njoo hudhuria ibada, akaja. Ni rahisi sana kumwambia mtu acha uasherati, acha uzinzi, akaacha. Lakini ni ngumu sana kuhakikisha unatoa hela mikononi mwa mtu ili abariki madhabahu na abariki maisha ya watu wengine. Ni ngumu sana, ni ngumu sana. Hili ndilo eneo ambalo linawafanyaga watu waweke wokovu pembeni. Weke wokovu pembeni. Yule kijana aliposikia hayo, akaenda zake kwa huzuni, kwa sababu alikuwa na mali nyingi. Alafu sikia Yesu alivyosema. Mstari wa 23. Yesu akawaambia wanafunzi wake, amini amini nawaambia ya kwamba itakuwa shida tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni. Itakuwa shida kwa watu ambao hawatakuwa tayari kuziachilia mali zao na utajiri wao, ya kwamba Mungu autumie. Itakuwa shida kwao. Yesu akafananisha na kitu. Angalia mstari wa 24. Akafananisha hivi, akasema, nawaambia tena, ni rahisi kwa ngamia kupenya katika tundu la sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni. Kumbe swala la utoaji linaweza likakuzuilia mbingu. Alipokuwa anazungumza ngamia, alikuwa anazungumzia ngamia mnyama, lakini alikuwa anazungumzia kamba nene kupita katika tundu la sindano. Yaani mnajua ile sindano unaingiza kale kauzi katika kale, wakati mwingine unaenda hivi. Sasa sisi kama sisi macho ambayo yameanza kupunguza nguvu kidogo, kiambiwa weka ile uzi, unafanya hivi, inaenda hivi, unafanya hivi. Unaweza ukakaa ukajaribu hata mara 10, alafu baadaye taratibu ukaingiza. Si ndio Sasa anasema hiyo unayoiona ni rahisi kufanya kitendo hicho. Yani ambacho kinaonekana kibinadamu ni kigumu kukiingiza, kuliko tajiri kuurithi uzima wa milele. Na ngoja niwaambie, watu wengi mtaikosa mbingu kwa sababu ya fedha na mali mlizonazo. Narudia, pesa na mali mlionayo itawazuia kumuona Mungu. Ifike mahali pesa yako iokoke. Ifike mahali pesa ulionayo uitawale. Pastor Dennis alizungumza vizuri sana katikati ya wiki. Akasema tufike mahali tuitawale fedha, sio fedha itutawale. Wengi wetu mlioko hapa, fedha inawatawala, inawaendesha, inawaelekeza, inawazungumzisha. Na ni rahisi kusikia sauti ya fedha kuliko kuisikia sauti ya Mungu. Ngoja nikwambie, hakuna mahali popote, Pastor Dennis aliwakumbusha pia Jumapili na ni katikati ya wiki, hakuna mahali popote Mungu amekiita kitu kingine ni Mungu zaidi ya fedha. Akasema hamwezi mkamtumikia Mungu na mali. Kwa nini? Kwa sababu fedha ina uwezo wa kuwa Mungu. Matatizo mengi tulionayo katika jamii zetu ni kwa sababu watu wamependa fedha
kuliko kile ambacho Mungu amekiweka ndani yao. Kwa fedha watu wako tayari kufanya lolote wanalojisikia na wanataka kufanya. Kwa fedha watu wanaweza wakaua. Kwa fedha watu wako tayari kufanya chochote katika ulimwengu. Kwa fedha watu wako tayari, wakina dada kujiuza, hata wakina kaka kujiuza. Kwa fedha wako tayari. Mtu yuko tayari kutrade, kuuza utu wake kwa sababu ya fedha. Fedha sio kitu kidogo. Na moja kati ya ukombozi mkubwa unaohitaji katika maisha yako ni uwezo wa kuicontrol, kuitawala fedha katika maisha yako. Ngoja nikwambie, moja kati ya vitu vya msingi ambavyo utatakiwa kuvijua katika maisha yako ni hili: hakuna wakati wowote utapata fedha na utalizika. Hakuna. Hakuna wakati wowote utapata fedha na fedha itakwambia imetosha. Hakuna. Na kuhakikishia. Na ndio maana Biblia inasema hivi, utaua na kuridhika. Kwenye eneo la fedha huwa tunaridhika, ila huwa hatufiki mahali imetosha. Fedha unaridhika, mafanikio unaridhika, utajiri unaridhika. Ifike mahali uridhike na maisha ulionayo. Vinginevyo yatakukufanya uikose mbingu. Yesu akamwambia yule kijana, uza vyote ulivyo navyo kisha unifuate. Yule kijana akaondoka kwa sababu alikuwa na mali nyingi. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Mama mchungaji, mama askofu, Pastor Elizabeth, angalia. Watu wengi sana sasa hivi ukianza kuzungumza masuala ya utoaji katika nyumba za ibada, huwa wanaanza kukimbia kwa sababu ni eneo huwa hatutaki liguswe. Ni eneo huwa hatutaki tuliguswe. Yaani ni eneo ambalo tumelitengenezea magrili ya kila aina. Kuna watu sasa hivi ninapozungumza hivi wamefunga milango yote na hawataki kusikia, kwa sababu ni eneo huwa hatutaki kuguswa. Mungu akusaidie eneo hili liguswe katika jina la Yesu Kristo. Mungu akusaidie eneo hili liokoke. Mungu akusaidie pesa yako iokoke. Kuna watu leo hapa ukiwasimamishia fedha na Mungu watachagua fedha. Na nakuhakikishia asilimia hata 90 au 95 ya watu watachagua fedha kuliko Mungu. Ngoja nikwambie, pesa ni rahisi sana kuipata na ni rahisi sana kuipoteza. Mungu ni ngumu sana kumpata, ila ni ngumu pia kumpoteza. Bwana Yesu asifiwe sana. Umpate kama vile anavyosema, umemwona Daudi, mtu anayeupendeza moyo. Ukifika hatua hiyo, Mungu anasema huyu ni mtu anaupendeza moyo wangu. Nataka nikwambie, hakuna kitu utahitaji kwenye maisha yako utakikosa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. 25. Yule kijana aliposikia, tumemaliza hapo 25. Wanafunzi wake waliposikia hayo walishangaa mno. Wakasema, ni nani basi atakayeweza kuokoka? Yesu akawajibu 26, akamwambia hivi. Yesu akawakazia macho akawaambia, kwa wanadamu hilo haliwezekani, bali kwa Mungu yote yawezekana. Sasa watu wengi sana mmechukua ile andiko mnatembea nalo. Kwa Mungu yote yanawezekana. Unapozungumza kwa Mungu yote yanawezekana ni kwenye eneo la fedha. Sio sehemu nyingine, kwenye eneo la nini? La fedha. Kwamba lazima ufike mahali umwambie Mungu, moyo wangu nisaidie niweze kufika mahali ikizungumza swala la fedha sikwaziki. Kuna watu ukishaona nazungumza fedha na unakwazika, jua ni eneo hujapona. Jua ni eneo una changamoto. Ukishaona nazungumza habari za fedha unakasirika, jua ni eneo hujapona. Jua ni eneo, ngoja niseme vibaya zaidi, jua ni eneo hujaokoka. Jua ni eneo hujaokoka. Asilimia kubwa ya dhambi nyingi mnazozifanya
ni matokeo ya kutaka hela. Kuna dada hapa, unalala na wanaume kwa sababu tu upate hela ya kulipa chumba. Hela inakufanya ulale. Yaani hela inakufanya umtrade, umfanyie biashara Kristo wako. Kristo kaa hapa, alafu tutafute nini? Hela kwa. Bila kujua kwamba nikiwa na Kristo hela inaweza ikaja. Mwambie jirani yako, acha wokovu wa kudemadema. Mama mchungaji, moja kati ya shida ninaiona katika kizazi tulicho nacho leo, ambayo mimi sikuiona kwenye kizazi chetu hapo nyuma. Kizazi chetu tulikuwa hatutrade wokovu, hatufanyii biashara wokovu. Lakini sasa hivi limekuwa jambo la kawaida. Watu wako radhi afanye dhambi atubu kesho, afanye dhambi atubu. Yaani limekuwa ni kama kamchezo fulani hivi, na mnaona ni kawaida. Mnaona ni kawaida. Sisi ilikuwa tuko radhi ulale na njaa kwa sababu hutaki kumwacha Yesu. Sisi tulikuwa tuko radhi utembee kwa miguu kwa sababu hutaki kumpoteza Yesu. Lakini leo eti mtu kutoka Majengo kuja MTBC kwa Alphonse, mahali ambapo haifiki hata kilomita 1, inakuwa sababu ya kumpoteza Yesu wake. Wokovu kimekuwa kitu cha ajabu. Hata sometimes unawauliza watu kwa habari ya kanuni za wokovu, hawazijui. Wokovu ni maisha, ni uhusiano wako binafsi na Kristo. Yesu alichokuwa anatafuta kwa huyu kijana, alikuwa anatafuta mahusiano yake na yeye. Ndio maana anamwambia, uza vyote uwe tayari kunifuata. Kuna watu hamjafanya uamuzi sahihi wa kumfuata Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yenu. Na ndio maana you are trading your salvation every day. Unafanyia biashara wokovu wako kila siku. Kuna watu, mama mchungaji, wako hapa wananisikia na wanaishi na waume za watu na bado wanasema wameokoka. Kuna watu wako hapa wananisikia na sikiliza, mtu linalomtunza hapa mjini ni jamaa halijaokoka na ananisikiliza. Ananisikiliza. Yaani chipsi, kinyesi cha baadaye, mafuta ambayo dakika 15 20 masaa 6 ya baadaye unaenda kuoga tena, unarudi kwenye natural skin yako, ndio anakufanya unamkosa Yesu. Kweli kabisa. Vijana leo wanasimama wanasema wazi kabisa, mama mchungaji, siwezi kuishi bila kufanya uzinzi. Kweli? Hivi tangu ulipoacha umekufa? Nakuuliza, umekufa? Ninyi ambao mmeoana, mmekaa kila siku, mkikaa huko ndani kwenye chumba, ni hilo tu mnafanya? Mbona huwa mnaangaliana kama kaka na dada? Na wauliza, mbona mnaangalia kama kaka na dada? Ngoja niwaambie nyinyi vijana, tunaangalianaga sometimes kama kaka na dada. Naogopa, ngoja nikwambie, kuna kitu ambacho hujawahi kukijua na kinakuja kwenye maisha yako. Kuna kitu kinaitwa the storm of change. Mabadiliko yanayokuja katika mwili wako, ambayo miaka 10, 15, 20 ijayo ndio unaweza ukashika kichwa chako ukasema, hivi hiki ndio kitu kilikuwa kinanikimbiza, kinanifanya kabisa niharibu uhusiano wangu na Mungu. Hiki. Na watu wanaona kawaida. Moja kati ya hofu, ngoja niwaambie, moja kati ya hofu kubwa nilionayo maishani mwangu, moja kati ya hofu kubwa sana na inanisumbua kila siku, hofu kubwa sana nilionayo maishani mwangu, ni siku nitakaposimama mbele za Mungu na kutoa hesabu yenu. Inanifanya kila siku niishi maisha ya hofu. Mungu, kazi gani hii nilichagua? Kazi ya kuja kuwatolea hesabu watu wazima wenye akili zao. Na kuja kuwatolea hesabu.
inanipa hofu. Hofu nilionayo ni hofu ambayo kila siku nazungumza maisha ya matakatifu, lakini unajua unachunga watenda dhambi. Na unawajua kwa majina. Na wakati mwingine dhambi wanazozifanya wachungaji wenzangu wamejaribu kufukuza watu kanisani. Tutafukuza mpaka lini? Tutatenga mpaka lini? Mwambie jirani yako, mgeukie, mshike mkono, mwambie msaidie mchungaji akuchunge kwa furaha. Unamuita kijana, unamwambia kijana, nimesikia maisha yako ni 1 2 3 4. Anakuambia mchungaji, mwili. Kwani nani asiyekuwa na mwili? Wote tuna miili. Hiyo Biblia imetuambia tujifunze kuuweza mwili wetu. Mwambie jirani yako, jifunze kuuweza. Kila mwanadamu, Mungu sio dikteta akupe kitu ukiwezi. Mungu, Biblia inasema baraka za Mungu haziongezi majuto. God cannot give you something you cannot control. Kama Mungu alikuwa anajua mwili hatuwezi, asingetupatia. Kitabu cha Mwanzo sura ya 4 mstari wa 6 na wa 7, Mungu anamuuliza Kaini, anamwambia Kaini, kwa nini una moyo wa huzuni? Kwa nini una moyo ulioinama ndani yako? Anasema ukitenda vema hutapata thawabu, lakini usipotenda vema dhambi iko mlangoni inakuotea. Nimekuja kuwaambia wana MTBC leo, dhambi ziko mlangoni zinawaotea. And the faithful God, Mungu mwaminifu, anajua tuna uwezo wa kuzishinda dhambi zinazotuotea. Tuna uwezo. Wakati mwingine ninaogopa hata kuwafundisha hizi kanuni za mafanikio. Maana hata wanadamu wanajua, mpe mwanadamu fedha, tabia yake halisi itaonekana. Wengine ni watakatifu leo kwa kuwa hamna fedha. Na waambia, wengi wenu hapa ni watakatifu kwa kuwa hamna fedha. Watu tukiwapa fedha, siku zote wanasema hivi, mpe mtu pesa, mpe mtu madaraka, utaona the true color alionayo. Wengi ni wazuri hapa, ninyi ni wazuri kwa sababu hamna fedha. Nakwambia, wewe ni mzuri kwa sababu una fedha. Kila ukiwaza kumpata dada fulani, anakupiga mabomu ya hela, unasema ngoja niache kwanza. Ila siku ukiwa nazo za kuhonga, tutakuelewa rangi yako. Utalala na kila dada hapa mjini, sababu unazo za kutoa. Unazo za kutoa. Kuna ndugu mmoja, yeye alikuwa anatembea kwenye dashboard yake, ana mburungutu ya hela. Akimkutana na dada mjini, anasimamisha gari, anakukaribisha. Ukiingia kwenye gari lake, anafungua pale kwenye dashboard, unaona maburungutu ya hela. Na kwa sababu kuna watu wengi, wengine hata hamjawahi kushika hata 200,000, 300,000, 400,000, 500,000. Hamjawahi kushika milioni. Ukiziona milioni 10, anasema unaweza ukajimegea hapo chochote unachotaka. Akisha kwambia hivyo, una nguvu ya kuresist. Na kuna watu hapa mkiona fedha, hamna nguvu ya kuresist. Na kuna wanaume wengine ni mabingwa tu, anajipiga perfume ya hatari, akiingia hapa ananukia. Na wadada wengine wanataka tu anayenukia. Yaani unakuwa kama kanyuki tu fulani. Edited. Dada kabisa anaanguka dhambini, kwenye dhambi ya uasherati kwa mwanamume anayenukia. Kweli? Eti ndio sababu ya kukuangusha. Mwanamume anafanyaje? Ananukia. Kizazi hiki tunakoenda, mtu tumeoa na bado haturidhiki. Hivi unachoenda kukitafuta kwa wanawake wengine, unaenda kutafuta nini hasa? Mwambie jirani yako, mchungaji anasema na wewe.
usipoteze, ni wewe. Ndio nasema na wewe. Leo ni na wewe. Bwana asifiwe. Nini hasa unaenda kutafuta? Huyu kaka amefika mahali amesacrifice, asema kama ni mbingu ni hivi, siitaki. Na kuna watu, ngoja niwaambie wapendwa, mko hapa kanisa la walokole. Wangapi mko kanisa la walokole? Ngoja nikwambie, sio kila aliyeko hapa anaenda mbinguni. Habari njema ni hii na habari mbaya ni hii. Sio kila aliyeko hapa anaenda wapi? Mchungaji, mimi nilikuja hapa, dada fulani kaniumiza kabisa, ninaacha wokovu. Sikiliza, umekutana na ambaye haendi mbinguni. Yesu anasema njia ni nyembamba iendayo wapi? Uzimani. Kwa hiyo yule anataka kuingiza kwenye njia lipana, wewe kazana kwenye njia nini? Nyembamba. Tuna watu hapa wamefanya uamuzi kabisa hawaendi mbinguni. Na ndio maana kwao dhambi ni huru. Wanaishi a liberal life, maisha ya kujiachia, maisha wazi. Na wengine wana sura ya utumishi kama mimi. Unajua mchungaji, nilienda pale mtumishi kabisa wa Mungu akanitenda jambo. Nataka nikwambie kuna watumishi wengine wamefanya maamuzi na hawaendi mbinguni. Ni watu mishe, asante sana. Yaani ni watu wa mishemishe. Kazi yao ni kufanya mishemishe hapa duniani. Kazi yao ni kurekruti watu kwa shetani. Namna wengi sana mmekamatwa na jambo hili. Sikiliza dada, usiolewe na kaka eti kwa sababu ni mtumishi wa Mungu anaimba anahubiri. Kaka, nimemwona dada anashika microphone, akiishika naishika vizuri, anaimba, atafaa sana kuwa mke wangu wewe. Acha hizo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wengine ni watumishe. Bwana asifiwe. Kuna wengine hawajaokoka na wameambiwa kule duniani, ukitaka vijana mabinti wazuri waliojitunza mabikra, nenda kwenye makanisa ya walokole. Kwa hiyo limekuja hapa, kazi yake limekuja tu hapa kuwaharibu. Unaona tu siku ya kwanza amekutumia MC, dada nimekuelewa, sijui nataka nikuoe, njoo nyumbani kwangu. Nyumbani kwako kufanya nini? Na wewe ukienda nyumbani kwake umebeba na kakanga, ukifika unavua na blouse na kila kitu, unajifunga kakanga, unaanza kufua, unaanza kupika. Umeolewa? Wewe una matatizo gani wewe? Hapo kesho nakuja ofisini kwangu. Mchungaji, vijana wako wa kanisani, vijana wako wa kanisani. Wewe wakati unaenda kwake na kanga, ulitarajia nini? Ulipobeba kanga kwenye pochi yako, ukaenda kwake kufua na kupika, ulikuwa unatarajia nini? Yaani ukishamlisha akala, mwanamume mwenye nguvu akala, alafu peke yenu wawili, alafu mmeweka movie ile ya romance, wanabusiana, wale wa kule wa Filipino wanabusiana, alafu kinachofuata ni nini? Yaani ulitaka iwe nini baada ya hapo? Haiwezi kawa ni maombi. Maombi yangekuja kufanyikia kanisani. Hayafanyikie kwenye chumba cha kwenu wawili peke yenu. Hayafanyikie hapo. Na mchungaji, nimeumizwa. Wewe mwenyewe umemuumiza. Hakuna mtu anaumizwaga peke yake, tunaumizana. Mchungaji, huyu kaka alinitumia, tumetumiana. Bwana asifiwe. Acha kuleta stori za kuhurumiwa hapa. Wewe kaka, dada umeumizwa na kaka kaumia. Hakuna mwanamume analala na mwanamke asiyepata majeraha ya ndani. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Lakini haya ndio maisha. Wengine magari yetu, ulikuwa salama sana wakati unatumia TZ11 na unapanda bodaboda kuja kanisani, kwenda kazini, kwenda kwenye siku umenunua kwa kagari kamekuwa danguro. Guest inayotembea.
na ninakaombea ako kagari kaharibike. Na kaombea kapate ajali ili wewe upone. Yaani na wengine tu tunawaokoa kama kwa moto. Yaani ni afadhali kagari kaharibike ila wewe utaumia, utapona, utakuwa mzima viungo vyako. Utasema oh haleluya, Bwana kaniokoa. Ukitoka pale ukajua nimeokoka hapa, unarudi mbio kwa nani? Kwa Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana, unajua kuna wengine lazima vitu vipotee ili warudi kwa Mungu wao. Unajua Yuda Iskariote wakati ameshika vipande 30 vya fedha alikuwa na courage na nguvu ya kumsaliti Yesu. Siku alipompoteza Yesu, ameona Yesu ametundikwa msalabani, aliviona vipande 30 vya fedha sio kitu, alienda kuvitupa. Kwa hiyo kuna wakati mwingine kuna vitu lazima vitoke katika maisha yetu, vipotee ili turudi in our senses. Wengine ni lazima mpate HIV ili mrudi back kwenye your senses. Ukimwi hautakuwa, HIV haitakuwa, ila iwepo inakukumbusha. Hivi mmenielewa ninachozungumza? Mungu ni fundi sana. Geuke jana kumwambia Mungu ni nani? Kwa hiyo lazima upate HIV ili ukiwa unakaa inakukumbusha kuomba. Maana unajua usipoomba ndio unaondoka. Tunakuhesabia miaka ya kuondoka duniani. Kwa hiyo lazima uombe, lazima umtafute Mungu kwa bidii, lazima uwe mwaminifu. Uwe mwaminifu kwa Mungu. Ndio ikae hivyo. Bwana asifiwe. Wengine kina dada hapa mnateseka na matumbo ya kuuma, una bleed hakukomi, maana Mungu anajua ikikoma ni shughuli. Kwa hiyo ni afadhali ukae ukibleed, maana ikikoma ni shughuli. Wengine akina kaka wanakaa nguvu za kiume hamna, maana Mungu anajua zikirudi changamoto. Kwa hiyo ni afadhali zisiwepo. Sasa, mchungaji unajua mimi nina shida ya nguvu za kiume. Nani kakwambia? Kaoe. Nitangazie mke wako njoo hapa alafu uniambie una shida ya nguvu za kiume. Nikuombee ili tuone kuna nguvu, kuna shida ya nguvu za kiume au hazipo. Mungu kakupiga guns. Yule mzee asemi haleluya. Paka siku utakapoingia kwenye nini? Kwenye ndoa. Hivi nyie mnanielewa ninachokizungumza? Mnanielewa ninachokizungumza mimi? Kuna mambo mengine Mungu anayaruhusu purposely. Kuna mambo mengine Mungu hataruhusu kuruhusu upate fedha kubwa mpaka utakapo grow maturely. Kijana alisacrifice wokovu kwa sababu ya fedha alizokuwa nazo, kwa sababu ya mali alizokuwa nazo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekuombea katika jina la Yesu Kristo ya kwamba never trade your salvation. Usiuze wokovu wako. Wokovu ni wa thamani sana. Nasema wokovu ni wa thamani sana. Maisha ya kumjua huyu Yesu ni ya thamani sana. Ni maisha yenye baraka, ni maisha yenye nguvu za kimungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna mtu yuko hapa na hajaokoka. You are here na hujaokoka. Nione mkono wako. Uko hapa na hujaokoka. Hallelujah. Uko hapo umekuwa unasimama unaanguka unadondoka unaanguka unasema leo nataka neema. Haleluya. Nyosha mkono tu usiogope. Haina maana wewe ni mwenye dhambi kuliko wengine wote. Nyosha tu usiogope. Uko hapa na haujaokoka. Nyosha mkono. Yes. Yuko wapi huyo? Haleluya. Simama pale ulipo. Asante sana dadangu. Simama pale ulipo. Haleluya. Makofi kwa Yesu Kristo. Tembea njoo hapa. Haleluya. Kaa niombe kwa ajili yako. Haleluya. Njoo nikuombe. Just come. Njoo nikuombe. Kuna mwingine iko neema leo. Yaani Mungu hawezi kaleta neno ambalo hana neema ya kuwajaza watu. Haleluya. Haleluya. Just come. Njoo tu usiogope. Njoo. Kuna mwingine yuko huko umekuwa na maisha ambayo wewe mwenyewe hujielewi. Yaani umetamani hata niache hii tabia lakini bado tu inaendelea. Asante dada yangu. Makofi kwa Yesu. Haleluya. Haleluya. Sogea tu. Mshike jirani yako mkono mwambie wewe vipi? Wewe uko sawa? Mwambie uko sawa leo. Yesu akirudi leo uko sawa? Mshika. Asante sana dada yangu. Asante. Makofi kwa Yesu. Asante dada yangu. Asante dada yangu. My Lord, 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 my Lord. Hallelujah, hallelujah. Hujaokoka na unataka kuokoka. Hallelujah. Hujaokoka na unataka kuokoka. Ngeuke tena jirani yako mwambie wewe vipi? Umeokoka? Mwambie mbona jana nilikuona mahali fulani.
Mwambie twende pale mbele tukatengeneze, acha hizo wewe. Haleluya, njoo. Mwambie njoo, mshike mkono. Mwambie naomba nikusindikize, mshike mkono. Mwambie naomba nikusindikize, mshike mkono. Asante. Asante mama yangu, mshike mkono. Asante. Asante, 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 asante. Wow, 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 wow. Asante. Asante Yesu, asante. Asante mfalme wa amani, asante Mungu wangu. Hallelujah, asante. Wow, 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 wow. Thank you Jesus, thank you Jesus. Msaidieni yule dada tafadhali. Wow, wow, wow. Msaidie, mlete tu huku mbele. Hivyo hivyo msaidieni, mbebe mlete huku mbele. Wow, 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 wow. Asante. Iko nguvu ya Mungu hapa. Wengine sikiliza, ni mapepo tu ndio yanawafanya mfanye hicho mnachokifanya. Hata wewe mwenyewe wakati mwingine hujielewi, ila mapepo, nguvu za giza zimeshika maisha yako. Wewe mwenyewe hujielewi. Mweke tu pale. Haleluya. Hilo pepo lilokuwa linamsukuma katika dhambi halitakuwa na nguvu tena. Halitakuwa na nguvu tena. Halitakuwa na nguvu tena. Halitakuwa na nguvu tena. Hiyo nguvu ya dhambi iliyokuwa nyuma ya dhambi hiyo haitakuwa na nguvu tena. Nasema haitakuwa na nguvu tena. Yes Lord. Yes Jesus. Hallelujah. 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 Yes Lord. Thank you Jesus. Mwambie jirani yako wewe. Wewe. Mwambie wewe ndio atakusemesha. Si unajua zile tabia ulizonazo? Ukiwaga chumbani mwenyewe. Twende. Haya, mshike mkono. Mwambie twende. Mwambie wewe ndio unasubiriwa. Yaani hii yote wewe ndio unasubiriwa. Twende. Mshike mkono. Damu ya Yesu. Usafisha kabisa hiyo damu, damu ya Yesu, damu ya pamoja nasi. Hallelujah.
Yumkini unanifuatilia saa hii kwa njia ya redio na unanifuatilia kwa njia ya mitandao ya kijamii. Nguvu ya jina la Yesu Kristo inayofanya kazi mahali hapa iko pale ulipo saa hii. Yesu Kristo hana umbali, anaweza akaingia katika maisha yako na akakuokoa. Wakati naomba pamoja na hawa, the same power, nguvu hiyo inatenda kazi pale ulipo. Inua mikono yako pale ulipo, sema sala hii pamoja nami. Na nikutie moyo ya kwamba kilio chako na mateso yako yanafika mwisho leo. Hicho ambacho kimetesa dada yangu maisha yako, leo ni mwisho, hutalia tena. Kilicholeta majonzi, disappointments, leo ni mwisho kwako. Sema sala hii pamoja nami. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako leo hii. Ninayatoa maisha yangu kwako na nimeokoka. Shetani na nguvu za giza hazina nguvu juu yangu, bali damu ya Yesu inanisafisha, inaniokoa, inanifanya kiumbe kipya. Leo hii ninaokoka, ninawekwa huru kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila pepo, kila nguvu ya giza, kila dhambi toka ndani yangu. Majini yoyote, mapepo yoyote, nguvu za giza zozote zilizokuwa zinanisukuma kufanya dhambi, toka leo, toka sahi, toka sahi, toka sahi, toka sahi, majini yoyote, toka sahi, roho za ukahaba, majini mahaba, toka sahi, toka sahi, toka sahi, toka, achia maisha yangu, achia. Kwa jina la Yesu, roho za mizimu, kwa jina la Yesu, mizimu ya familia, kwa jina la Yesu, roho za mababu, kwa jina la Yesu, na kuamuru kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, yes, toka ndani yangu, toka ndani yangu, toka, achia maisha yangu, 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 achia leo, achia leo, roho za tamaa, tamaa chafu, tamaa mbaya, toka leo, roho za ulevi, toka leo, kwa jina la Yesu, 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 mizimu ya familia, kwa jina la Yesu, roho za ukahaba, toka, majini mahaba, toka leo, toka leo, toka leo, toka leo, toka, piga kelele, toka leo, kwa jina la Yesu, 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 toka sahi, toka sahi, toka sahi, toka sahi, toka, in Jesus name, toka leo, 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 kwa jina la Yesu, toka leo, toka leo, toka leo, kwa jina la Yesu, toka leo, toka leo, Jesus. Jambo ambalo watu wengi hamjui, dhambi nyingi wanazozifanya watu kuna roho nyuma yake. If you don't deal with the spirit behind,
Kama hautashughulikia roho inayofanya kazi nyuma ya hiyo dhambi, huwezi ukaiacha. Nyosha mikono yako pale ulipo. Funika macho yako. Nyosha mikono yako. Funika macho yako. Sema, Bwana Yesu, kila roho nyuma ya ninachokifanya ambacho sio mapenzi yako, saa hii kiniachie. Nasema kila roho nyuma ya ninachokifanya ambacho sikipendi, saa hii niachie. 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 Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kemea roho nyuma ya hiyo unachokifanya. Kemea, 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 kemea. 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 Kemea, kemea, kemea. Kemea roho nyuma ya hicho unachokifanya. Roho nyuma ya hicho unachokifanya. Roho nyuma ya hicho kinachokutesa. Kwa jina la Yesu. Nasema kwa jina la Yesu. Nasema kwa jina la Yesu. Mashemasi wasaidie hao walioko huko. Kwa jina la Yesu, roho nyuma ya kinachokutesa. Roho nyuma ya kinachokutesa. Kwa jina la Yesu, toka saa hii. Toka. 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 Achia. 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 Roho za makahaba. Achia. Roho za majini. Achia. Mapepo yote. Achia. Roho za uongo. Achia. Roho za uongo. Achia. Roho za uongo. Achia. Roho za mapenzi. Achia. Ya jinsia moja. Achia. Toka. 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 Toka sai. 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 Jesus. Roho nyuma ya uongo. Yes. Unaofanya kazi kwenye maisha yako. Kwa jina la Yesu. Roho nyuma ya hasira. Ndio. Roho nyuma ya unafiki. Kwa jina la Yesu. Roho nyuma ya umbea. Kwa jina la Yesu. 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 Kokote ulikojificha. Ndio. Na kuamuru jidhihirishe. Kwa jina la Yesu. Toka. Toka. Achia. Achia. Toka. Achia. 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 Toka. Toka. Achia. 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 Kwa jina la Yesu. 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 Pastor Sesi, omba na huyo. Kemea hiyo roho. Kwa jina la Yesu. Yes. Kwa jina la Yesu. Kuna watu huwa hamjielewi. Kuna vitu vinafanyika kwenye maisha yenu ambavyo nyie wenyewe hamvielewi. Ndio. Nyosha mikono yako kama uko mtu jinsi. Kuna vitu huwa vinatokea kwenye maisha yako, alafu ikisha tokea ndio kama unakuwa umepigwa kama na bumbuazi ya moyo. Yes. Alafu jambo likisha tokea ndio unajua hili nimefanya jambo gani. Yaani hata wewe mwenyewe unashangaa ni kitu gani umefanya. Kama uko na inua mikono yako juu. Hiyo roho nyuma. Yes. Roho zinazopiga bumbuazi. Kwa jina la Yesu. Funika macho yako, sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila roho inayonipiga bumbuazi na kuniingiza kwenye makosa, kwenye dhambi, toka. Niachie. Kwa jina la Yesu. 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 Asante Bwana. Yes Lord. Asante Bwana. Mashemasi, nichusaidie kuwachukua hao. Andika majina yao, muendelee kuwaombea na muwasaidie katika mambo ya wokovu. Naomba mnisaidie kuwafuata mashemasi, ninyi mliokuja, ongeleni kwa kuokoka. Asante. Ongela kwa hatua hii kubwa sana ambayo umefanya. Wafuateni tu wale watawasaidia. Tupate majina yenu, tuendelee kuwaombea. Haleluya. Hawa ambao wanaendelea kuhudumiwa na Mungu pia wapelekeni kule pale sehemu ya maombezi, mkawaombee pale. Wale waliolala kabisa waacheni. Ila wale ambao bado wanahitaji huduma, hao waliolala wengine wewe waache. Ila wale ambao bado hawajalala waacheni. Hao waacheni, watafunguliwa tu tunapoenda. Haleluya. Waacheni hapo hapo. Haleluya. Amen. Thank you Jesus. Asante Yesu. Thank you Jesus. Asante Yesu. Thank you Jesus. Wengine wako mbali sana sasa hivi. Mungu ana deal na spirit zilizoko nyuma yao. Hallelujah. Msaidieni huyu dada. Pastor Sesi.
Huyu dada anahitaji maombi zaidi. Yes. Msaidieni, anahitaji maombi zaidi. Hallelujah, msaidieni. Asante Yesu. Hallelujah. Hao wengine waacha hapo. Hallelujah. Meshindwa na nguvu za shetani. Hallelujah. Kamata Biblia yako sasa tuzungumze neno la Bwana. Hallelujah. Thank you Jesus. Nataka nizungumze faida za utoaji. Hallelujah. Faida za utoaji. Hallelujah. Kama unaandika, andika faida za utoaji. Nitaanza kidogo wiki hii alafu nitamaliza wiki inayokuja. Hallelujah. Hallelujah. Kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 9 na mstari wa 8. Watu wengi sana huwa hamjielewi ya kwamba unajishangaa kuna vitu unavifanya kwenye maisha yako alafu unakuwa hujui ni kwa nini unafanya. Mwache tu huyo nani, mwache tu, atainuka tu mwenyewe. Huyo bado Roho Mtakatifu anamshughulikia. Wakorintho wa pili sura ya 9 na mstari wa 8. Nataka nizungumze faida kadhaa zile ambazo nitaweza kuzungumza kwa sababu ya muda na kile Roho Mtakatifu amefanya kwetu leo. Wakorintho wa pili sura ya 9 na mstari anasema, na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi, ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote, mpate kuzidi sana katika kila tendo jema. Ziko faida nyingi sana ambazo huwa zinaambatana na utoaji. Ziko faida nyingi sana ambazo huwa zinaambatana na utoaji. Faida ya kwanza ambayo nataka nishughulike nayo tu leo kwa muda ambao nitaweza, Mungu huwa anabariki tunapotoa. Narudia, Mungu, kama unaandika faida ya kwanza, huwa anabariki tunapotoa. Baraka ni tofauti na malipo. Baraka ni tofauti na malipo. Nakumbuka wakati ninaanza kujifunza habari ya utoaji, hasa utoaji wa fungu la 10, nilikuwa nafundishwa hivi. Ukitoa fungu la 10, Mungu atakiongeza kile unachokitoa. Kwa mfano, kama nimetoa fedha, basi Mungu atanipa fedha maradufu. Kwa hiyo nikitoa 10%, basi Mungu atanipa 90%. Sasa hayo ni malipo. Mimi nasema Mungu anabariki, na baraka sio malipo. Bwana Yesu asifiwe sana.
Biblia inasema na Mungu anaweza kuwajaza ninyi aya, nisaidieni mashemasi, beba peleka kule. Huyo dada anahitaji maombi zaidi. Haleluya. Aya, naomba tumbebe. Naomba mbebe asije akaumia. Sawa? Yes. Beba, shika kichwani vizuri. Yes, asante. Haleluya. Hao wote ukikutana nao wanafanya dhambi, unasema yule dada mbaya kweli. Yaani mbaya. Kumbe nyuma yake ni nini? Si mmeliona hilo pepo eh? Huyo dada kama ni mzinzi, nataka nikwambia atalala na kila mwanamume. Na akikusemesha tu lazima ukubali kwa sababu sio yeye, ila ni pepo liloko nyuma yake. Na ndio maana kuna watu wengine wanasema mimi huyu siwezi kuresist. Huwezi ukaresist kwa sababu kuna pepo liko nyuma yake. Ndio maana you cannot resist. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na inaanzaga kidogo kidogo, linakuwa jaribio la kwanza, alafu linaingia linakuwa tabia. Ikishafika jambo limekuwa tabia kwako, huwa kuna roho zinakuja kuibackup tabia ulionayo. Ndio maana utamkuta kwa mfano mwanamume ambaye anajichua, akifika muda fulani usiku wa yale masaa ambayo huwa anafanya vitendo hivyo, lazima atake kukifanya kile kitendo. Kwa nini? Mapepo yanakuwa ni yamekuja kubackup, kusukuma. Kwa hiyo utajikuta tu anatafuta picha, anatafuta tu kitu fulani. Yaani kitu fulani kina trigger aingie. Anajuza nilikuwa niko sawa tu mchungaji, afu ghafla. Kama ni tabia ya umbea, yaani utashangaa umekaa siku nzima, alafu ghafla tu unapokea message ya mtu fulani. Anakuambia umesikia. Alafu hata yule mtu baadaye ukija kumuuliza ulinitumia ujumbe, anasema mimi sijakutumia ujumbe, au nilitumia tu kukuuliza umesikia. Nitaka nikwambie umesikia habari ya kitu fulani. Yaani wewe ulipotusikia tu umesikia, tafsiri iliyokuja umesikia kwa habari ya Pastor Elizabeth, umesikia kwa habari ya Pastor Dickson. Pale pale ukaanza nini? Nimesikia. Umesikia? Pastor Dickson yuko 1 2 3 4. Umbea. Roho, yani spirit ina backup. Sasa hiyo nitaifundisha siku nyingine. Haleluya. Haleluya. Na ndio maana wakati mwingine tunafanya spiritual scanning. Hebu yako jirani yako spiritual scanning. Hii tuliokuwa tunaifanya leo spiritual nini? Kwani hao walikuja huku mbele? Walipokuwa wamekaa pale walikuwa nadhani wako sawa? Hapa tukiwa na masaa 4 mpaka 6 wengine hapa mtalipuka mapepo. Na hutawahi kujua kama ulikuwa na hilo pepo. Shida yetu tunakujaga tu kwenye ibada, tuna masaa 2 lazima tumalize ibada. Tufanye vyote, tuimbe sifa, tuombe, tuhubiri, tufanye kila kitu. Ila tukiwa na muda mwingi wa kiroho, wewe hauko salama. Mimi nakuhakikishia. Kama unabisha, andaeni ibada siku moja ya masaa 6 tukae mbele za Mungu. Alafu tuone kama utatoka ukiwa salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Mungu huwa anabariki. God is able to bless in return. Sasa baraka huwa sio lazima zije katika kitu ulichokitoa. Kwa mfano, sio lazima nikitoa fedha nibarikiwe fedha. Ila naweza nikatoa fedha nikabarikiwa amani. Naweza nikatoa fedha nikabarikiwa kitu kingine, kazi nzuri. Naweza nikatoa fedha nikapata muujiza wa kitu fulani. Hiyo ndio baraka. Baraka huwa haiambatani na sio lazima ije katika mfumo wa kile kitu ambacho ulikuwa umekitoa. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na ili unapotoa utembee katika baraka ya kimungu, utoaji wako lazima uambatane na imani. Narudia, ili unapotoa utembee katika baraka ya kimungu, utoaji wako lazima uambatane na imani. Sasa miaka ambayo nimekaa kwenye Ukristo na wokovu imetosha kunielezea, au ina ushahidi wa kunielezea sio kila wakati watu wanapotoa huwa wanatoa kwa imani. Ila kuna wakati watu wanatoa na wanatoa kwa mazoea. Kwa mfano, wengi mnajua nilisema juzi hapa tutoe sadaka ya viti. Asilimia kubwa ya watu waliotoa
Narudia tena, asilimia kubwa ya watu waliotoa, kabla ya kutoa chokifanya, waliangalia nini wanacho benki, au nini wanacho nyumbani, au nini wanacho mahali fulani wanachomdai mtu fulani. Kwa hiyo katika walicho nacho ndio wakatoa ahadi ya utoaji. Bwana asifiwe sana. Wachache walichukua nafasi ya kuomba, kumuuliza Mungu, Mungu, umeleta hii sadaka ya vitu, unataka mimi nifanye kitu gani? Wachache sana. Ila wengi waliangalia tulitoa katika wingi wa vitu tulivyo navyo. Sasa sio mbaya kutoa katika wingi wa vitu ulivyo navyo, ila mara nyingi sana tunapotoa katika wingi wa vitu tulivyo navyo, tunahama kutoka katika utoaji wa kiimani na tunaanza kutoa kwa mazoea. Utoaji wa mazoea unaweza ukakuletea baraka, ila sio lazima wakati wowote uachilie baraka kwako. Ila hakuna utoaji wa imani usioachilia baraka juu ya maisha yako. Narudia, utoaji wa mazoea sio lazima kila wakati ukuletee baraka, ila utoaji wa imani ni lazima kila wakati ukutolee baraka, uambatane na baraka. Iko hivi na utanielewa. Unapojenga tabia ya utoaji, unakuwa addicted na utoaji. Sasa addiction iko hivi. Jonas hapa ni driver wa gari. Sasa nichukulie wala anaendesha gari za manyo. Sio kila wakati unajua sasa ndio naweka gia, ila tu unashikaga mguu umeenda, umebadilisha gia. Huku tunaongea, tunapiga story, mguu unaenda. Huku nani, yani uwezi wakati mwingine hata uamui kinachoendelea mguuni, ila tu umeenda, umebadilisha, tunaendelea kuongea tu, unaenda, unabadilisha gia, unaenda, unabadilisha gia, unashika breki, hata wakati mwingine hatuangalii mbele, ila umeliona gari kwa mbali tu tumeshika breki. Yani akili inaanza kujitune ya kwamba kuna vitu fulani ukiviona umbali fulani shika breki, kuna tuta tukiliona kwa mahali fulani shika breki. Yani akili sio wakati mwingine sasa ndio imeona hatari tu, yani mguu umeshajizoesha tu hivyo, kanyaga. Yani, lakini sasa yale yanazoea geuka yanakuwa nini? Mazoea. Na hata kwa wanaofanya dhambi inakuwaga hivyo. Yaani kuna dhambi fulani unafika tu inakuwa kama vile kukanyaga gia na kuongea, unashangaa ulishaifanya hata bila kujua ilianzia wapi mpaka ikafanyika, ulikanyaga gia ukaweka. Yaani hata bila kujua na kujiuliza ilishafanyika. The same utoaji unaweza ukawa hivi. Unautoa kwa mazoea bila kutafakari, bila kumuuliza Mungu, na hata wakati mwingine unaweza usiambatane na imani wakati unatoa. Ni nzuri kuwa addicted in giving, lakini kila wakati jifunze, kabla sijatoa chukua muda kuomba, Mungu unataka nitoe kitu gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 29. Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 29 mstari wa 10 mpaka 21. Nazungumzia kwamba Mungu huwa anabariki tunapotoa. Angalia Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 29 mstari wa 10 mpaka 21. Tutasoma kwa kadri Bwana atakavyonisaidia. Angalia mstari wa 10 anasema hivi: kwa hiyo Daudi akamuhimidi Bwana mbele ya mkutano wote. Naye Daudi akasema, uhimidiwe Bwana Mungu wa Israeli baba yetu milele na milele. 11. Bwana, ukuu ni wako, uweza na utukufu. Sasa hapa Daudi alikuwa anafanya ibada, na nilikwambia utoaji ni ibada, si ndio? Akasema ukuu ni wako na uweza na utukufu na kushinda na enzi, maana vitu vyote vilivyo mbinguni na duniani ni vyako. Ufalme ni wako Bwana, nawe umetukuzwa umkuu juu ya vitu vyote. 12. Akaenda kusema, hata utajiri nilionao, utajiri na heshima nilionayo vinatoka kwako, nawe watawala juu ya vitu vyote. Mkononi mwako mna uweza na nguvu, tena mkononi mwako mna kutukuza na kuwezesha wote. Kwa hiyo unaona kwamba swala la kubarikiwa, swala la utajiri, swala la maongezeko ni swala ambalo Mungu pekee ndilo anaweza kulitoa, lakini ili liweze kutokea linaambatana na moyo wa ibada, linaambatana na moyo wa imani. Haleluya.
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mungu hawezi kukuomba kutoa kitu ambacho anajua hauna. Na namna pekee ya Mungu kukubariki ni wewe kutoa kwanza. Kwa hiyo Mungu anajua kabisa ili nimbariki huyu mtu lazima atoe kwanza, ndio nipate the base, msingi wa mimi kutoa, kumbariki. Kwa hiyo ndio maana unaona tunakushauri utoe, kwa sababu unapotoa unakuwa umetengeneza msingi wa kupokea ile baraka ambayo Mungu anataka. Kitabu cha Mathayo Mtakatifu sura ya 10 mstari wa 30 anasema maneno haya. 10:30 anasema hivi, lakini ninyi hata nywele za vichwa vyenu zimehesabiwa. Kama Mungu anajua hesabu ya nywele zilizo kichwani kwetu, anajua hesabu ya hela ulizo nazo, anajua hesabu ya vitu ulivyo navyo. Kwa hiyo hawezi akakuomba utoe kitu ambacho anajua hauna. Narudia, Mungu hawezi. Ngoja nikwambie hivi, kuna watu wanasemaga hivi, pastor anakuja ofisini kwangu, pastor nilikuwa nimekaa ghafla nikasikia nitoe kile kiwanja nilichonacho, nimekuja kuuliza ni Mungu au ni shetani? Shetani hawezi akakwambia utoe kiwanja, yani uwe na uhakika. Shetani hawezi kufanyaje? Tena kwa ajili ya ufalme. Eti nimesikia nitoe lile gari langu, nimekuja kuuliza ni Mungu au sio Mungu? Shetani hawezi akakwambia utoe gari. Kwa hiyo wale waliosoma science wanajua a litmus test, yani kipimo cha kupimia ni acid au ni base. Yani akidanganyi Mungu, ukisikia tu sauti fulani ya utoaji ndani yako, haiwezi ikawa ya shetani. Ila ukisikia sauti fulani ya kulala na dada fulani, haiwezi ikawa ya Mungu. Yani Mungu hawezi akakwambia huyu ni mke wako, sasa ili kudhibitisha ya kwamba ni mke wako lala naye. Haiwezi ikawa Mungu. Mchungaji, huyu kaka kaniambia ili anioe tulale naye. Haiwezi ikawa Mungu. Wala hawezi akawa ametoka kwa Mungu. Aliyetoka kwa Mungu hawezi akakwambia ili nikuoe lazima tulale wote. Haiwezi. Au nikupe maandiko ndio unielewe. Yakobo nafikiri 1:12 mstari wa 12 anasema Mungu hawezi akamjaribu mtu kwa uovu, wala mwenyewe hawezi kujaribiwa na uovu. Mungu hawezi akakwambia kufanya kitu cha uovu. Ukiona ni kitu cha uovu, sio cha shetani, kinyume chake ni sahihi. Shetani hawezi akakwambia ufanye kitu cha uzuri. Baba, nilisikia nifunge siku 3. Huyo ni Mungu au ni shetani? Hawezi akawa shetani. Acha kupoteza muda wa watumishi wa Mungu na muda wako mwenyewe kuuliza vitu ambavyo una majibu navyo. Unajua mchungaji, nilikuwa katika ile ibada nikaweka ahadi nadhiri ya shilingi 1,000,000, lakini nilipoenda nyumbani nimejitafakari, nimeona 1,000,000 siwezi kuitoa, nimeona tu nitoe shilingi 300,000. Sasa sikiliza, hiyo 300,000 ndio shetani. Ile 1,000,000 ndio alikuwa Mungu. Oh, haleluya. Namna rahisi sana. God cannot ask something ambacho anajua hauna. Anasema kama idadi ya nywele anaijua, hawezi akakuomba kitu ambacho hauna. Kitabu cha Wafilipi sura ya 4 mstari wa 6. Wafilipi 4:6. Wafilipi 4:6 anasema hivi, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane na Mungu. Kwa hiyo Mungu huwa anabariki. Mungu anajua haja unazozihitaji. Kwa hiyo Mungu anapokuwa anabariki maisha ya watu, anabariki kulingana na haja. Kwa mfano, mimi naweza nikawa nimetoa 1,000,000 nikitarajia Mungu atanibariki 10,000,000. Lakini Mungu anajua haja nilionayo mimi ni mtoto. Kwa hiyo nitatoa, badala ya kulipa 10,000,000 anaweza akanipa mtoto. Haja. Haja. Haja ni yale mahitaji ya lazima ya mtu. Mahitaji ya lazima ya mtu. Ila wengi huwa wanataka Mungu awape mafanikio na show za nje za watu. Mafanikio na muonekano wa uonyesho wa nje wa watu. Kwamba na mimi nimebarikiwa gari. Lakini je, gari ni haja? Kwa siku zote Mungu anapozungumzia baraka juu ya maisha yako, atakupa baraka kulingana na haja. Kwa hiyo unaweza ukabarikiwa afya. Mume wako alikuwa anadangadanga
ukaanza kutoa sadaka, akaacha kudangadanga, haja. Umri ulikuwa unaenda, una picha ya kuolewa, umetoa sadaka, kaka kijana amekuja akuoe, haja. Kwa hiyo Mungu atajibu kulingana na haja, sio ambition. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Angalia kitabu cha Mathayo mtakatifu sura ya 6 mstari wa 7 na wa 8. Mathayo mtakatifu 6, 7 na 8 anasema hivi. 6 mstari wa 7 na wa 8 anasema hivi: nanyi mkiwa katika kusali msipayuke payuke kama mataifa, maana wao udhani ya kwamba watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi, bali msifanane nao na hao, maana Baba yenu anajua mnayoyahitaji hata kabla hamjaomba. Kwa hiyo Mungu huwa ana listi ya haja zako, editor. Kwa nini maombi ya wengi hayajibiwi? Hayaombi haja, yanaomba ambition. Ambition ndio nini kwa Kiswahili? Shauku ambazo wakati mwingine sio haja. Sio kila shauku ya mtu ni haja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu kabla hujaomba, wakati mara ya kwanza nimesoma ili andiko nikajiuliza, sasa kwa nini tunaomba? Kama Mungu anajua haja zetu, Jordan, kwa nini tunaomba? Kwa maneno mengine sihitaji kuomba, si ndio? Lakini tunaomba kwa sababu moja. Tunaomba ili kutangaza imani na kukili haja yetu kama ambavyo Mungu anaikili. Yaani maombi maana yake ni matamshi katika ulimwengu wa damu na nyama wa kile unachotaka kitendeke au ambacho kiko katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo kama kwenye ulimwengu wa roho haja ni mtoto, wewe katika ulimwengu wa damu na nyama lazima ujifunze kutamka mtoto, usitamke nyumba. Kwa hiyo maombi ya wengi yanashindwa kujibiwa kwa sababu hayatamki haja. Kwa hiyo maombi yako lazima yatamke haja. Mwambie nako maombi yatamke haja. Mwambie tena jirani yako maombi yako lazima yatamke haja. Kwa hiyo Mungu siku zote yeye atakujibu kwa kadri ya haja ya moyo. Unashangaa tangu umeanza kutoa sadaka haulipi hospitali tena. Tangu umetoa sadaka uliitiwa nyumba ambayo haulipi kodi unakaa. Tangu umetoa sadaka unashangaa tu kila siku ukitoka nyumbani kwako wakati unajiandaa kwamba nilipe nauli ya kwenda kanisani, mtu fulani ametokea amekubeba. Haja. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wiki iliyopita kama wiki moja mbili zilizopita, moja kati ya mtu mmoja alikuja ofisini kwangu, ana watoto nafikiri kama 6 hivi. Anakwambia katika watoto wake 6 wote alionao analipia karo watoto 2 tu. Wengine Mungu ameinua watu, na hata hao 2 halipi karo yote, analipia tu kisehemu. Huyo mtu amekuwa akinifuatilia miaka na miaka. Alikuwa na challenge mmoja kati ya, tulikuwa na Mchalo, anamjua huyo mtu. Anamwambia, yuko pale Mchalo, muulize. Mchalo si alisema au unadanganya? Mwenyewe anasema. Kwa nini? Mimi nimekuwa nikimfuatilia huyu baba. Na akamwambia siku ile Mchalo akamwambia, angalia, ngoja nikuonyeshe. Siwezi kuja kwa baba yangu bila. Kaingia kwenye wallet yake, akafungua wallet, akanipa mshiko. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Akasema kile baba alikuwa anakisema pale sahihi kabisa, sitokee kwa baba huyu bila kuwa na kitu. Sasa sisemi ukija kwangu eti uwe na kitu. Mimi sijasema hivi. Kila mtu ni level ya kufunuliwa kwake na nani. Utoaji huwa unaambatana na baraka. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Naomba nisome andiko la mwisho kwamba faida ya kwanza ya utoaji ni baraka. Zaburi ya 112 mstari wa 9. Sasa hii Zaburi ukiipata muda wako kaisome. Inazungumzia the description of a man that fears the Lord. Yani ni maelezo ya mtu mwenye hofu na Mungu, yani anayemhofia Bwana. Kaisome, utaisoma kwa wakati wako. Na Paulo na yeye katika kitabu hiki cha Wakorintho wa pili alinukuu hapa, akasema maneno haya.
amekirimu na kuwapa maskini, haki yake yakaa milele, pembe yake itatukuzwa kwa utukufu. Unaona? Kwa sababu ya utoaji wake. Sasa nilikwambia utoaji tunatoa kwenye maeneo mangapi? Matatu au manne. Ya kwanza Mungu, pili wazazi wa kimwili na wa kiroho, tatu watu wengine, si ndio? Sasa amekirimu, amewapa kwenye ule utoaji wa tatu maskini, haki yake inakaa wapi? Milele, pembe yake imetukuzwa. Kilichosababisha pembe itukuzwe ni kukirimu kwake. Kuna watu wanakaa, unafunga siku 3, siku 4, siku 5, natafuta Mungu nifanye mkuu katika nchi hii, inua jina langu kwenye ofisi hii, inua jina langu kwenye taifa. Kuna namna rahisi sana, kirimu. Kwa nini kutumia njia ndefu wakati kuna njia fupi ya kuinuka? Mungu ameshakupa njia rahisi, kirimu. Ukienda katika Biblia Kiingereza sema generous giving. You are stingy. Wewe ni mtu bahiri. Ndio maana pembe haitukuki. Kila siku ni muhitaji. Mwambie jirani yako, nimekataa uhitaji. Sema, na roho iliyoko nyuma yangu inayonizuia nisitoe. Sema ukimaanisha, roho iliyoko nyuma yangu inayozuia nisitoe. Roho iliyoko nyuma yangu inayonionyesha jinsi ambavyo utoaji wangu na sadaka yangu inavyotumiwa vibaya, initoke. Roho inayonizuia nisinyoshe mkono kwenye madhabahu ninayoabudu, kwenye watumishi ninayoabudu, kwenye wazazi wangu na kwa watu wengine ambao Mungu anawaleta kwangu. Roho hiyo iniachie kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sema, moyo wangu unafunguka kwa Bwana. Sema, moyo wangu unafunguka kwenye kumtolea Bwana. Moyo wangu, sema ukimaanisha, moyo wangu unaweka hazina katika ufalme wa Mungu, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Nataka ushughulikie kila hali zozote za uzito ambazo zimekuwa zikikuvamia kila linapokuja swala la utoaji. Shughulika na hiyo hali. Kuna sauti huwa unazisikia. Ninatamka na hizo sauti za kigeni, sauti zinazozuia mkono wako kunyoshwa kutoa, kwa jina la Yesu Kristo. Hizo sauti za kipepo. Yes. Baba, asante katika jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Kwa hiyo faida ya kwanza ya utoaji ni nini? Baraka. Faida nyingine nitazungumza Jumapili inayokuja. Haleluya. Ziko faida nyingine kama 5, 6 hivi ambazo nitazungumza. Hakuna utoaji unaoambatana, utoaji wa imani usioambatana na baraka. Mungu awabariki sana. Amen. Kama hata sadaka yako tumtolee Mungu. Umekuja na fungu la 10, kimbia mbele.